interview. Mbele yangu ni naye Big wa Azam Football Club. Tunakwenda kuyaangazia mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kubwa zaidi ni ligi kuu Tanzania bara 2024 2025 tayari imekwisha kutamatika na Young Africans mabingwa wapya wa ligi kuu ya msimu huu mara ya 4 mfululizo dhidi ya vilabu 16 vinavyoshiriki ligi kuu Tanzania bara. Tuanzie wapi? Kuanzie kwa Azam Football Club, Simba Sports Club, Azam FC ama niende kwa Singida Black Stars? Nikimaliza hapo narejea moja kwa moja kwenye viunga vya CRDB Federation Cup. Hapo kesho ngoma ni bull kweli kweli kati ya Young Africans dhidi ya Singida Black Stars. Kaka, supu uliona? Supu ndugu yangu nimeiona. Supu nimeiona, ila maoni ambayo waga na hapa kila siku nawaambia wajitahidi. Unajua katika timu ambayo inapenda pia kutuongopa. Wanatuvesha sana jamaa. Jamaa wanatuvesha kinoma noma. Supu wanatuambia supu ya ngamia, lakini kiuhalisia supu ile ni ya ng'ombe. Ndio hivyo, na mimi nakwambia nikiwa na uhakika wa asilimia nyingi. Ile supu ni ya ng'ombe na ng'ombe yenyewe sio ng'ombe tu bado, bali ni ng'ombe yenyewe pia ni kibudu. Ngamia alionekana kwa Alikamu, unajua mpaka ngamia umeenda kupiga naye picha. Umeelewa si? Ngamia umeenda fanyaje? Yaani kama unavyoona sijui hawa madada zetu wanaenda zao sijui huko Dubai, sijui wanaenda wapi, sijui wanaenda kufanya tu photoshoot, afu wanarudi ili wapate picha mzuri. Kwa hiyo ngamia ni kweli ameonekana, wala hamna mtu anabisha kuhusu yule ngamia. Lakini yule ngamia alionekana sio aliyechinjwa. Umeelewa? Na walichokula pia sio kwamba kimechinjwa. Sijui umeelewa? Yaani kilichotokea ni kwamba mimi juzi ile siku moja kabla ya mechi yao ya nani ya ile ligi ambayo wamemaliza pale. Maana of course wanasema pia kama finali, maana ligi yetu imekuwa na finali msimu huu. Ile maana ile finali, ile ligi na finali ligi yetu. Ili kabla ile mechi ya finali kuna siku moja nyuma yake manake. Kuna ajali ilitokea, kuna sehemu moja wanapaita Kibapi cha ndege. Umeelewa Kuna sehemu wanaita Kibapi cha ndege. Pale Kibapi cha ndege kilichotokea ni kwamba kulikuwa imetokea ajali ya ng'ombe. Umeona kuna msukuma mmoja anahama kutoka Mwanza, anahamia kuna sehemu moja inaitwa Kilwa, kuna sehemu anaitwa Kilwa, kuna sehemu Kilwa Kivinja, lakini kuna sehemu inaitwa Masaninga. Kwa hiyo yule msukuma amenunua ploti pale. Umeelewa? Kwa hiyo anahamisha ng'ombe zake. Kwa msukuma huyo. Kwa hiyo alipofika pale Kibabi cha ndege, kuna sehemu kidogo pale kuna kwenda kunywa maji. Unajua ametokea safari ndefu. Kwa ameshusha kidogo ili wakanywa maji. Wameingia pale kwenda kunywa maji, wakati wanarudi ndio kuna ajali imetokea. Kuna gari moja hivi ya nani ya Tunduma basi imewakupua wale ng'ombe. Umeelewa? Kwa hiyo mwisho wa siku baada ya kutokea ile ajali, baadaye kusa mambo, unajua kuna muda, kuna time unasema doti zinakuwa connected Inatokea tukio alafu mbona linafanana na hili? Sijui umeelewa? Kwa hiyo ndugu zetu walichofanyika baada ya kule amepostiwa ngamia na washatangaza supu ya ngamia na kule imetokea ile ajali, walichokifanya ni kurahisisha tu kazi. Kwenda kuchukua bana kufanya mawasiliano na kule, wamepata taarifa za kule yule ng'ombe ni kweli ng'ombe wametaniwa, wamezolewa kule, wamekuja hapa, watu wamesafisha, wamepeana supu. Kwa hiyo mtu anatangazwa anaambiwa anakunya nani? Namsikitikia kuna mtu mmoja anaitwa yule Mchome. Mchome wala badadizo kweli. Mchome anasema mimi sijawahi kula ngamia. Ngamia mimi ndo nakula leo. Unamwangalia ndugu yangu, hiyo unakula nyama ya ng'ombe. Yaani pale Mchome atakutangazia hata kwamba hata kwa kula nyama ya ngamia. Wakati ile ng'ombe wa kawaida kabisa kama wale ambao wanauza vingunguti. Na Yanga mimi nakwambia kutukuvesha Yanga wanatisha. Yanga tusababisha sisi mambo yake tunaendea kwenye mambo ya entertainment. Wasababisha sisi tuaminishwe kwamba tumekuwa watu nani Azizikia amemuoa amesema wetu kwa ng'ombe karibia 100. Kumbe maskini ya Mungu amechukua tu makenta na mafuso ya ng'ombe, wameenda kuyapitisha pale, wampiga nayo picha, mwisho siku ambao vingunguti wameenda kufanya biashara zao kama wamewapeka nyama wanasambaza ng'ombe mabuchani. Basi ila watu waambia kwamba yule ameona kitu ambacho sio cha kweli. Na huko sasa kwenda sana kwa sababu mambo mimi nakuaga sipendi mambo mitindo. Lakini tunazungumzia uongo wa Yanga. Umeelewa? Kwa hiyo ndugu zetu kwa kutuvesha tu wako vizuri. Kiuhalisia pale ajaliwa ngamia. Ile nyama sio ya ngamia. Ile ni supu ya ng'ombe. Haiwezekani wewe utangaze ng'ombe eti ngamia. Wewe unajua ngamia kilo moja shilingi ngapi nyama ngamia?
Wewe mijitu yote hizo utaweza kuwafanya maangamia. GSM anashindwa? Ndio mambo nisiyotaka mimi. Kwa magodoro. Wewe vipi bwana? Kiwanda chenye juzi kati kilipata ajali hapa. Hapo liwa anahangaika kote kukiseti kwanza kiwanda chake ili aweze kukaa vizuri kiuchumi. Alafu utatangaza ende kwa wewe unamjua ngamia moja shilingi ngapi? Ngamia kumchinja kwenye unajua anachinjwa vipi? Ngamia anachinjwa na dua. Ngamia anapiga magoti mwenyewe chini. Hivyo vitu vyote hizo process zote uzifanye pale kwa afanye nani pale Yanga? Ambaye huyu ana dua ya kumsikiliza Mwenyezi Mungu ataka kaa akampigia na akapiga wale wanachoma ubani kila siku bwana kuna vitu wanaongopa. Kunaambia ubingwa wa Young Africans haukuwa ule ubingwa wa 100% kwamba huu ni ubingwa halali. Mpaka ngamia ashindwe kupiga magoti. Yanga ubingwa mwaka huu umechukua kwa meno. Wewe umeona? Oya. Ubingwa bwana. Wananchi ubingwa mwaka huu nakwambia wamechukua yani kwa papatu. Kikili nakwambia hatukubali. Haiwezekani. Ndio ile. Ndio wamechukua ile. Katika ubingwa ambao mimi nasema kiwalisia katika ile kwa siwezi kuwa mnafiki. Katika ubingwa ambao Yanga anapaswa kujisifia na kuenjoy ubingwa wake. Mimi nasema katika toka nimeanza kuota kichwa. Basi labda Yanga ubingwa wa safari kidogo anaweza kufurahia kwa sababu kuu moja tu. Kwa sababu aliyekapangwa kuwa bingwa wameweza kumnyang'anya ubingwa. Umeelewa? Aliyepangwa kuwa bingwa Yanga wameweza kumnyang'anya ubingwa. Unajua kuna vitu unabidi unavisoma alama za nyakati. Umeelewa? Zile alama za nyakati zitakufanya uelewe vitu vingi. Umeelewa? Jaribu kufikiria maneno ambayo alikuwa anaongea msemaji wa Simba kabla msimu uanze. Ahmed Ally. Maana yake alikuwa yuko sure na kitu ambacho kinaenda kutokea mwisho wa msimu. Umeelewa? Zile tambo. Maana yake anajua. Na ndio maana hata ukimsikia hata huyu alikama unakimsikia kwenye press yake ambayo amefanya juzi hapa, amefanya juzi yes. Anakuambia kabisa kwamba kuna baadhi ya maneno alikuwa anaongelewa na Ahmed Ally, anashangaa anaongea vipi maneno kama yale. Ingawa yale maneno pia hata alikama naye pia ikiwaga zamu yake anayaongea. Umeelewa? Kumbe kuna zamu. Kuna zamu. Mbona hilo jambo liko wazi jamani? Hilo jambo liko wazi kama tupu ya kuku upepo ukipuliza. Umeelewa? Wewe ukitaka kuona tupu ya kuku iko wazi ngoja upulize upepo. Kila kitu kinaonekana. Kwa hiyo ndio sasa sana jambo la kunizamu la mpira wa miguu kwenye swala la ubingwa wa Tanzania. Jambo hilo liko wazi. Kwa hiyo kutokana na kuwa na tambo zile za kuongea maneno kama yale ikapelekea wajue kwamba bwana kumbe mwaka huu zamu hii kweli kiwalisia sio kwetu, sio ya kwetu. Kwa hiyo wakapambana, wamechukua ubingwa kwenye zamu ambayo sio ya kwao. Kwa hiyo mimi nawapongeza kwa kuchukua ubingwa kwenye zamu ambayo sio ya kwao, sio ya kwao. Maana yake wametumia nguvu ya ziada. Na ile sasa ndio inabidi inatu highlight hata sisi Azam. Tujue kwamba kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara ukiwa zamu sio ya kwako na sisi automatically always huwa hatuwekwi kwenye zamu. Maana yake inabidi tufanye twende extra miles ili kuweza kuchukua ubingwa. Tofauti na hapo tutaendelea kuhangaika tu Tanzania bara. Sisi cha kufanya tu concentrate na kimataifa. Hilo ndio jambo la msingi. Nimeona kwa Tanzania bara hapa huyu aliyenyimwa zamu mwaka wale nyang'anywa huyu. Maana yake msimu ujao na bara itazidi kuwepo. Japo ndo napenda kutoa rai yangu kwa wanaosimamia mpira wa Tanzania. Umeelewa? Mimi natoa rai yangu kwamba waache mpira uchezwe ili waone raha ya mpira. Jana ligi ya Kongo imeisha jana. Ligi ya Kongo imeisha, umeangalia zile tofauti ya point.